Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. No, kwa kifupi ni kwamba ukiangalia katika mchezo ambao ulichezwa siku ya Jumapili, timu ya Stellenbosch awali, ukiona mwanzo wa mchezo walikuwa sana wameingia katika mfumo wa kujihami, na hilo ni jambo ambalo nilikuwa nimeshalitoa kama angalizo kwamba ni wakati wa Simba kuweza kuangalia ni namna gani wanaweza kushambulia, lakini hawa mabwana nilijua kabisa kwamba watafanya namna ya kuweza kuzuia zaidi defensive kabla ya kwenda kushambulia. Lakini kipindi cha pili, mara baada ya kufungwa lile bao, wao wakaona kwamba ni wakati wa sasa kufunguka. Kwa hiyo nina hakika kabisa kwamba kile kipindi cha pili ambacho walicheza ule mpira ambao ulionekana pale ndio hasa mpira ambao utakuwepo siku ya Jumapili ijayo katika hiyo mechi ya marudiano katika uwanja wa Moses Mabida. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema hivyo kwamba Simba wataraji kwamba hawa vijana hawatapaki tena basi kule nyuma, wala hawatafanya vipi, ila kutakuwa kuna namna nyingi sana za mikimbio na namna nyingi sana za mifumo tofauti ambayo itahakikisha kwamba wanatafuta bao la mapema ambalo linaweza likasababisha kuweka ile wanasema balancing, yani uwiano, kwamba iwe moja. Alafu baada ya hapo sasa ndio tuanze kuangalia sasa ni nani na ni kwa Simba wanahitajika wafanye kila linalowezekanalo kuhakikisha kwamba Stellenbosch wanakuwa katika hali ya kutulizwa, observed. Kwa unasema unapowachukua unafanya absorption, unaabsorb kama sponge vile kwanza, sababu watakuja na moto, watakuja kwamba wanataka kuhakikisha kwamba wanasahihisha yale makosa ambayo waliyafanya Zanzibar, au wanapata suluhu kwanza, wanapata goli moja, alafu baadaye wataanza kutafuta goli lingine la pili. Kwa Simba wanatakiwa wawe na mfumo wa namna ya kuweza kuangalia na kukaa kuhakikisha kwamba wanatafuta njia ya kuhakikisha kwamba hawa mabwana hawafiki au hawawezi kupata bao la mapema, na wasiwasi kwamba ndani ya dakika 20 za mwanzo hawa vijana watakuja na moto mmoja ambao haujawahi kuonekana katika michezo yao yote, sababu katika history kama nilivyosema siku za awali, wana history nzuri sana ya kucheza viwanja vya nyumbani. Hoja kwamba Moses Mabida sio uwanja wao, lakini wanapokuwa wako nyumbani wanakuwa tayari wana ile spirit, wana ule moyo, wana ari kwamba tuko nyumbani. Na hata ukiangalia katika zile tiketi zao wamepunguza kutoka katika kiasi kikubwa sana cha fedha kushusha mpaka kiasi cha randi zipatazo 30, kwamba watu waje kwa wingi. Na Durban ni sehemu ambayo kuna mashabiki wengi wa soka watakuwepo pale. Kwa hiyo ukianza kufuatilia unakuta kwamba watakuwa wengi pale na wanaweza kuwa na nafasi kubwa ya kushangilia kwa kiasi kikubwa. Lakini muda si mrefu nilipokuwa hapa nimeweza kuongea na Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, Mheshimiwa James Jibwana, ambaye ametoa taarifa na kunielezea wazi pasi kificho kinaga ubaga kwamba timu yetu ya Simba Sports Club ambayo inawakilisha nchi yetu ya Tanzania itafika kesho kupitia ndege ya Air Tanzania, yani shirika la ndege la Tanzania, mnamo majira ya saa 7 hivi, saa 8, ambapo watakuwa katika uwanja wa OR Tambo, na baada ya hapo watakuwepo kwa muda wa takribani masaa 2, alafu watakuwa wakielekea katika upande wa pili, ni katika jengo hilo upande wa pili domestic, yani mambo ya ndani, watakuwa wakielekea Durban kwa ajili ya kwenda kuanza ngwe ya mazoezi na kuzoea mazingira, hali ya hewa na vitu kama hivyo ndani ya Durban. Okay, sawa. Ubora wa timu hii uko wapi? Hawa wapinzani wa Simba, ubora wao uko wapi? Nadhani hata juzi walionyesha kuna vitu walikuwa wameficha kile walionyesha. Ubora wao kama nilivyosema awali, ni wazuri sana katika ngome na viungo. Kule mbele kidogo wanasuasua, lakini viungo
wao wakati fulani huwa wanajaribu hata kwenda na kushambulia. Ndio maana unakuta kama wakina Richard Nduli aliweza kushinda ile mechi dhidi ya Mazulu, lakini pia kuna mabeki huku nyuma ambao wanashambulia, wanaweza kwenda wakafanya mambo ya ushambulizi na kuweza kufunga. Kwa naweza nikasema hivyo, lakini pia kuna kitu kimoja ambacho nimekuwa nikiwajibu sana waandishi wa habari wa Tanzania, na naomba hili lifikia ambaye nimecheza soka na pia nazungumza kama mwanahabari au ni mtu ambaye naangalia mpira. Haitakiwi kwenye mpira kwenye kuangalia mtu mmoja. Hawa jamaa wanacheza teamwork. Kwa kifupi sitopenda kumtaja mmoja. Nataka kusema kwamba kila aliyekuwa na jukumu achukue jukumu lake. Kwa sababu hawa jamaa hawana kumjua ni fulani, na wanaweza kutafuta namna ya kuweza kumpozesha fulani wakampandisha fulani. Wana hizo mbinu. Wa Afrika Kusini najua wanavyocheza siku zote. Wana staili fulani ya kuonyesha mtu fulani labda leo kapoa, kumbe anachezeshwa tu kwamba awe katika hali fulani. Ni psychology. Unajua michezo yote ni psychology. Ukicheza boxing, kucheza nini, kuna wakati mtu anaweza akaonyesha kwamba umemzidi, alafu yeye akatafuta njia akafanya counter attack kama hivyo. Unajua kwenye soka kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo ninaomba sana, sitopenda kumtaja mmoja nikasema huyu fulani au si mkuu mfuate nani. Nasema hivi, timu inaenda uwanjani iende ikijua kwamba inapambana 11 dhidi ya 11 na kila mtu achukue majukumu yake. Kazi imeisha. Hii mambo ya kumtaja mchezaji mmoja mmoja au wawili italeta matatizo, kwa sababu ndio hasa mnaanza kupoteza concentration ya kuanza kufuatilia timu. Mnaangalia mchezaji mmoja au wawili, mnadhani kwamba tuweke ulinzi pale au tuweke hapa. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.